Baraka, usifungue mlango. Mama yangu alikuwa anaficha nini? Mlango ukifunguliwa, hakuna atakayenusurika. Kama unataka kuimaliza laana, shuka chini. Baba yako aliifungua laana. Baraka, usiogope. Mlango umefunguliwa. Mungu wangu. Kwa nini umefanya hivi? Baba yako alifungua laana ya damu. Kibanda kile kilianza kutikisika kana kwamba kulikuwa na tetemeko la ardhi. Baraka alisimama akiwa ameganda kwa hofu, huku akimtazama yule mzee ambaye sasa uso wake ulikuwa umeharibika vibaya. Ngozi yake ilikuwa ikiyeyuka taratibu, macho yake mekundu yakitoa mwanga wa kutisha ndani ya giza. "Kwa nini umefanya hivi?" Baraka aliuliza kwa sauti iliyokatika. Mzee akaanza kucheka polepole. Kicheko chake hakikuwa cha kawaida. Kilikuwa kama sauti ya watu wengi waliokuwa wakilia kwa pamoja. "Kwa nini umefanya hivi?" Baba yako alifungua laana ya damu. Miaka mingi iliyopita, alisema, baba yako alipata kitu hakikupaswa kuguswa. Radi ikapiga nje. Mzee akaendelea, "Chini ya ardhi ya familia yenu kuna sanduku la kale lililofungwa kwa damu. Wazee wa zamani walilificha humo ili kuizuia roho ya giza isitoke." Baraka akahisi miguu yake ikilegea. "Chini ya ardhi ya familia yenu kuna sanduku lililofungwa kwa damu. Mama yangu alijua." Mzee alipaza sauti, "Mama yako ndiye aliyekuwa ikiizuia laana isikufikie." Upepo mkali ulivuma ndani ya kibanda. Mshumaa ukawaka tena wenyewe. Na hapo ndipo Baraka alipokiona kitu kilichokuwa nyuma ya mzee. Ilikuwa roho ya mama yake, lakini hakuwa kama zamani. Macho yake yalikuwa meupe kabisa na mwili wake ulifunikwa na mavumbi kana kwamba alikuwa tumetoka kaburini muda huo. "Mama," Baraka alisema huku machozi yakimtoka. Roho ile ikanyoosha mkono wake polepole kuelekea chini ya sakafu ya kibanda. Fungua. Ni nini hiki? Kwa hasira kali, "Hapana." Ghafla ukuta wa kibanda ukapasuka kwa nguvu kubwa. Hapana! Miti ya msitu ikaanza kuanguka huku upepo wa ajabu ukizunguka kila upande. Baraka akaanguka chini, lakini macho yake yalibaki kwenye sehemu ambayo mama yake alikuwa ameonyesha. Kulikuwa na mlango mdogo wa mbao uliokuwa umefichwa chini ya ngozi za wanyama. Baraka akakusanya nguvu zake na kuukimbilia. Mzee akatoa kelele ya kutisha isiyo ya kibinadamu, "Usiufungue!" Lakini tayari Baraka alikuwa ameuvuta. Mlango ukafunguka kwa kishindo. Harufu kali ya damu na udongo wa zamani ikatoka chini. Kulikuwa na ngazi za mawe zikielekea gizani, na kutoka ndani kabisa kulikuwa na sauti ya mtoto mdogo akilia. Baraka akabaki akitetemeka. Mtoto? Roho ya mama yake ikamwangalia kwa huzuni kubwa. Kuna kitu kilifungwa humo miaka mingi iliyopita. Kabla hajamuuliza zaidi, mzee akaruka kwa kasi ya ajabu na kumshika Baraka shingoni. Macho yake yakawaka moto mkali. "Sasa utaungana nao milele." "Sasa utaungana nao milele." Lakini ghafla, mkufu aliokuwa amepewa na mama yake zamani ukaanza kung'aa mwanga wa mkali wa dhahabu. Mzee akapiga kelele za maumivu na kurudi nyuma. "Mkufu, huo ndio ulinzi wako." Roho ya mama yake ikasema kwa sauti ya mwisho, "Baraka, ukitaka kuimaliza laana,
Lazima ushuke chini. Usiniondoke mama. Baraka akatazama zile ngazi za giza, huku sauti ya mtoto mdogo ikiendelea kulia ndani ya shimo lile. Halafu kitu fulani kikaanza kupanda kutoka chini. Mikono meupe yenye kucha ndefu ilijishika kwenye ngazi za mawe, na sauti nzito ya kutisha ikasikika. Mlango umefunguliwa. Sasa hakuna atakayesalimika. Hii haiwezekani. Usikose kufuatilia sehemu ya 5. Baraka, usifungue mlango. Mama yangu Alikuwa anaficha nini? mlango ukifunguliwa hakuna atakayenusurika.